ni saa cia bilingi wa mauvo Tatu wa matuku miongoli na thanthatu mwezi wa nyanya mwaka wa 2026 nina ukethia na nauthoja tu manithie thini wa mauvo maitu mamwendoni wa saa mwanza masitwa makwa nitawa Betty wa Mwania. Chambililia mauvo maitonekana atongo ikuma kaundini ya Kitui no mandaye kutongithia uneni wa mbunge wa mwingi ya Central Gideon Mulungi tina wake kwenda ikundi mwete ya kiserikali kuma nthi ya Canada na ila yumite kunengania utethi kilioni mbunge chucha mwingi ya kati imwite mwana ni kanaitwa ise utethi wa kwenza ndovo ya kiwuo kilioni mbunge kiu matongwewe ni ofisa mwanene wa kinando serikalini ya Kitui John Makauni mwamania uneni osu na kumekulia nthi ya Canada ndikati ise kumya utethi wa kuyene nthi mamwingi wa mwingi Central Gideon Mulungi matamusho nenie nondo ni matamusho nenie nondo it's in record tikindu chobitha na au nena na imono na umanga alameta kumeta NGOs non-government organizations na specifically ve imwe ya Canada ikwenza boreholes kana ithimaisi anthi cia kiuba yanthi ne kindu kithuku muno wensu wa kiwoti wa MPs kana kiwone ne devolved function kwa na katiba ka Kenya ka 2010 kindu kiu nituonete mheshimiwa Mulungi nwethitwe na tabio isu ya kunene asinule zita involve ya maundu ma constituency involve ya county governments niba utonyo lea kithima mbole kwenzwa mwezi kwina thina wao ni wakiwo mungalo nuo ingi bite mwingi niba wala mundu wa lile musaada NGO ino ila wa miataka nthi ya Canada ethani NGO yumite Canada ikutwenzi ya kibu twele twama support mundu ve sheria ila siatiawa onobwa NGO isito ini oyitwa Public Benefit Organization PBO na ve mwiya act ya 2013 ile ngavanite unuma NGO mali tothukuma na undumwe wo select wa thukuma withwe katika board ya NGO mundu mmoja ethwa katika law ile yaisinda kethobo ni muyumbi either county assembly kana national assembly daile withwa katika board na ithita county ni situtetha cia nundu pala tutanesobikia tene ngaba no ile tetha inena nundu meko na uyola wake wa kwete kibu na namba ukule kana nimesilie kwa county government offices katika planning katika sindusu wewe kita kuthi kwa asia nda kwenda corruption yulo nda kwenda corruption ni we kana no kwenda na mamweke ara ni kana ngama twike ni ametikiliku. Wakili Isaia Mongoti kuma kuya matongoloni kauntini ya Masaku ni wenda amwika kwithwa na monga mamulumu na kuweka kutumika ni ateti vindani ya kwiko ni ya maleve na kutolonga mauo wa nthi ya Kenya. Mongoti ingini watula mote muvya wose sei na mauo wa nthi ya Kenya kwa kuvindi isia siko siya mboli liya iweta kana woni wananyowa kana serikali neva lokite kiuthukunu. Niliona one comment which was really unfortunate that mbona kama mlikuwa mnajua kuna goons kwa nini mlienda. You see, that is not a statement that should come from a leader. It is the responsibility of the state to protect citizens. And if the state cannot protect the citizens, then we have no basis of having a government. Hata sheria inatuambia the Declaration of Independence ya US, they said that if the government becomes destructive of the very ends the same government was formed, then it is time for the citizens to abolish that kind of government. So it is the responsibility of the state, and they cannot claim that the citizens should avoid going to such meetings.
So the government should style up, and more so, if the government cannot take active steps to deal with the issue of goonism, it means that they are actually the ones who are benefiting from it. The goons are actually sponsored by the state, and that's where now we always urge the international community to come in if the state cannot do what is expected of the state. The other day, actually, I saw members of parliament on Facebook, on Instagram, and other social media platforms, in fact, flaunting some of the young people. They say they have helped for them to secure employment, either in KDF, police, or TSC. Then my question is, then why do you have those independent institutions? For example, the TSC. I don't, under the constitution, it's only the TSC which is mandated to employ teachers. So if the government is actually on record admitting that the president gives or rather earns out positions for purposes of political patronage to politicians, then why do we have those independent institutions? And something even more discouraging is the fact that the very members of parliament who receive those chances, they normally sell to people at a fee. If these are the kind of people whom we are electing without any integrity, then why are we electing such kind of leaders? This is the high time in 2027 we focus on leaders who are keen on advancing the interests of the constituents who have elected them. Kavinanega tolekele unyuvanini munene huande ya Kenya ndikima mavu ni makanwa maikethiwe me mavu kana mavu ya mavu mate maikithie kana mate mavu na la meokosogwa ni mutandao wa AI. Mwenyekiti wa Media Council of Kenya Maina Mwiruri inena nandiki mavu ni wa makulia matumie mitandao kana matumie mutandao wa AI kumenya mavu la mavu na kuenzi ya kinthini cha mavu tanziemwe ya kusuvia wiki kuo hivi ndani ya unyuvani wa mwaka wa 2021. The patron of the Media Council. Let's see, poverty rate, Kenya. Report by the Media Council of Kenya, where I'm the chairman, has shown that over 60% of journalists covering the upcoming elections will be doing it for the first time. As we approach a general election season, the roles journalists play become even more critical. Elections are moments when citizens need accurate, timely, and trustworthy information to make informed decisions. Yet, this one comes at the height of misinformation, disinformation, manipulated images, deep fakes, and misleading narratives spread so quickly and often threaten to obliterate the truth. It is important for journalists, especially the digital journalists, to actually even now have the skill and know how to navigate during that time, now that AI has disrupted the world, as you all know, in all sectors. You know that it has rapidly changed how journalists produce, verify, and even distribute information. So during the general election season, AI will help in a lot. And at the same time, there are also some challenges. Specific headlines. In fact, iceberg haijaanza kujengeka. Tuko tu bado kwa ground. Whatever is coming this election is something like you have. Munini wa gavana kauntini ya Masako Francis Mwangangi ni watola mutie speaker bunge nene Moses Wetangula
kwa kila kuweta tavena nzikesia kanani walaniche kutoa bunge State House ni kana kunengo mavalua ma uandikani zamani ya TAC iweta tambeyu taita ilite na serikali ya Kenya ni ilite kunenga ndai ya mevyela hivi itwa isi udhukumi kwa mwenendi aina naandiki mama uvo nza wa mwavisi manene chama cha Wiper Mwangangi ni waweta serikali ya Kenya kwanza ni vitwete unenga ndai ya katiba kandi ya Kenya na iya ilite kulikela muvyata usu wa uandikani. Nataka niulize serikali yetu, serikali ya Kenya kwanza, serikali ya UDA. Tumesikia ya kwamba speaker wa National Assembly Moses Wetangula anapeleka wajumbe State House kuchukua barua za uajiri. Niseme ya kwamba tumekuwa tukisema Kenya kuna state capture, na ni kweli inaendelea kuonekana wazi ya kwamba nchi hii yetu executive capture state institutions, na tunataka tuseme kwetu kuendelea kama nchi, kuendelea kidemokrasia, ni vizuri tuendelee kuheshimu na kushika nguvu na kuheshimu katiba letu ambayo inaruhusu mashirika ya umma kuwa huru. Kwa hivyo ni lini ikuru yetu ambayo ilikuwa inaheshimika zaidi sana wakati wa mzee Kenyatta, wakati wa mzee Moi, wakati wa mzee Kibaki, wakati wa Uhuru Kenyatta, siku hizi imekuwa ndio center of some of these very heinous undertakings by our elite in leadership. Nataka niwaombe na niwaambie ya kwamba ni vizuri kama nchi, rais wetu, Speaker of the National Assembly, tafadhalini, you are in breach of the constitution. We want constitutionalism in our country, na hatutaki hii mambo ya kwenda kuuza, kwa sababu ukiona barua zinachukuliwa Ikuru zinapelekewa kuuziwa wananchi wale wako na fedha 1400, inamaanisha Kenya ndio imekuwa nchi ya matajiri, na hiyo si vizuri. Tuendelee na hayo mambo. Kwa hivyo mimi niombe serikali na tuheshimu sana mashirika yetu na mashirika ambayo inafanyia wananchi wa Kenya kazi. Ndukathi vasani tusiwakitheti na mauvo wangi ela tukumpanisie thini wa mesa itu ya mauvo. Sukulu wa Uwezo College ni beyond training, yani nimbe wa kisomo cha mabuku. Alimu maitu ni ataalamu makuea siana na kusiuivya undu wa kwitha matona kuandikika kana kwithiandika mombene itina wa kumina masomo. Tena kisomo cha matuku acha distance learning, yani mwana akasoma eva asa na kila kingi cha face to face kana mwana akasoma ya sukulu. Uwezo College titha na kosi ila mwana utakosa wiyata fashion design and garment making, ICT and secretarial studies, business and business management, accounting, social work and community development, building technology, electrical engineering, hairdressing and beauty therapy, catering and hospitality, languages ta French, German, Kamba culture na Kikuyu culture. Uwezo College tuyanenge mavalua ni mivya ya kisomo va Kenya ta TVETA, NITA, NEC, ICM, KASNEB na TVET SIDAC. Ikwatie ivuso oyu kwa kukuna simu nambani ino 0724 390 322 kana wiyete maofisini maitu alame KIE building Masaku va industrial area kana uke maofisini maitu alame kungethanisia na Machakos Golf Club. Lika mutandaoni witu ulani www.uwezocollege.ac.ke. Intake ya mwaka wa 2026 ni yendeheye. Uwezo College, beyond training.
niwi kumbilitwe ni mathina mamwe kwalwe ni malenu mathina ma mwongo mathina ma mbio mutambuko kana arthritis kunyetea kwambatwa ni thakame mathina ma sukali low libido kukosa mwana mathina ma urinary tract infection alameta wa UTI vandu watiniwe valasia mathina ma ibu kana ulcers metho maku matona ndinesa kana mekwalia mwi waku wa utindisye sibitali ibinda rimwe kuthiyela yingi yute amatunu ndu thina waku ni wathela thina waku withela va kwa Dr. Ndumba wa Ndumba nundu Dr. Ndumba wa Ndumba niwe mukuli wa mathina na miwile ya mwi. Dr. Ndumba wa Ndumba aitana ndawa cia miteta moringa yani ndawa itena mathina angi kana side effects kwatiania na Dr. Ndumba wa Ndumba va Mutongoi FM kila wakana kwambia saa ile na nusu cia wiyo au tethe cia kulunga uima waku wa mwi. Nena no Dr. Ndumba wa Ndumba kwisila nambani ino ya simu noti mwonza 31 kenda kenda 55 kana noti mwonza 14 noti 35 8 kana umutumie utumani mukubi kwa WhatsApp kwisila noti mwonza 14 mwonza ina no uke kliniki kitu kila kimusini wa Masaku kuthengiania na sukulu wa Machakos Girls enda kwithiwa na uima musio wamwi mandana na Dr. Ndumba wa Ndumba oyu na nuwa ongelanga lato wandithia yaku kwisila kutumia liu wa kambuni wa Lucky Feeds twina maliu mithemba kivathukanio ma nguku kuma tusui nguku cia kienyeji grower na nguku cia matumbi. Kienyeji mash ni liu wa nguku cia kikamba ula utethea cia nguku ciaku kuongelanga kilo na kuongela usiao wa matumbi. Chick and duck mash ni liu wa tusui twa kuma muthenya umwe kubika ciuma nyanya liu utethea cia tusui twa kukuya na mituki na tutena mawonzu. Grower mash ni liu wa nguku cia mwela cia kuma ciuma nyanya kubika ciuma 18 na liu utethea cia nguku cia kukuya na sina uito ula waile. Layer mash ni liu wa nguku ila sieva kubi kulecha na utethea cia nguku cia kukulecha matumbe maseo matheu na matekwa tukanga. Lucky Feeds twina liu wa ng'ombe cia iya liu wa tusao kututethea cia kuya na mituki na twina uima musio wa mwi. Twina liu wa ngulwe cia mwika wonthe so and winner ni liu wa ngulwe ilangito ila sie kuonja vamwe na tusui tula tukwambia kuya. Pig grower ni liu wa ngulwe ila siena siuma na kubika siuma 17 kuitethea cia kuyana. Pig finisher ni liu wa ngulwe ila ivikiyite vandu va kutwawa soko na siena kilo 60 kwambata kutethea cia kwikia nyama nzio na kuongelanga uito. Maliu makambuni wa Lucky Feeds ni mithemba kivathukanio ta mash, pellets, crumbs ni kana kuikithia muimini wa olangalama ya ndithia na wanangeko kavindani kala ukete kuithia. Nena na kambani wa Lucky Feeds kwisila noti mwonza ili 3 noti 8 kana ututumie email kwisila info@luckyfeeds.com. Edukisye muyo mayani ma LNT kila ivinda kiokoni muthena ondumwe na utuku. LNT tukwete mithemba kauta ya mayani tukwete green tea na masala tea, ginger tea ona black tea. Wovika ndukani itia mayani ma LNT ni kwithoni mayani mena thomusio na mena lato mwailu. LNT nundu ni mome sawa. LNT majani chai alisi. Ninautho chengi twende na kumanithia twisonga na mbere na movo metondekana uthuthi onu umwa kwi aimile mbetani ya ukamba kwalula wemi na kwema wemi wenda ni tena walio kuanzeve nikana kuongela ngethayo ni ukulyo ula umwa ni mwene kivile wa maona ni mama ondo mako ne tene mao pongeni wa Masaku Lawrence Matolo ula wata aimi vindani maende na kuyumanisya mbua ya ndwa kwikia kithito emine kwa kutumia anzi zao cia wemi ile itonya kukilia na kuongela ngethayo na kukitana na mathina manza ile mbetani ya ukamba. Yitwelekele ebinda ya mbanda nenguthuthia aimi chambe
mwene nima ila yenda netie no wali kula kwa nzebe nitukuwa kwina El Nino kwa wetha ni level sicho ilo menesa etha ni silanga itongiwe nondo niti utabwa kana kwina uwezekano wa kwithambua mbingi mbuya no yokite season no yokite kingi ni mimele jitu withie twina ima kupalania muthanga pe andu mekwita 5th Africa ni manokie masindano ne mane matuna na mabaka tumane ma plowing competition pala tuna na matinga na ng'ombe na 5th Africa mama inokito sinda na manokite konya muimi undu tonya kuima nima na yembeje na kamutia katheke ukethia watonya baya ndi na wokiria ula muthanga withawe momo pala nzao we mana nzao itapikia kubika kwou no sio andu makakwata na 5th Africa nime utethesia imi kumakwata nyana ndola mena matinga azume na maende azu special kwou no sio woset itamcha yu ye yombanisha kubanda ukwate itinga yu ya nemesu ya deep tillage kana wethi ndo na balanya muthanga waku na mbuya yaua witho na yaua ye nini witho wina wikwatio wakana no ketha. Ula visa wa uiti wakwatite kwa kuvucha muwou wa dialysis vitalini wa Pandya ni kuya kauntini ya Mombasa nule kilo tina wakoti kukosa ukosi wa kuyana kukonie kwani yu Dias Juma wabwile kiwembeni mwaka kana mwai wake ile mwaka muvitu kwa kwisi lilokutoa isa kike kuhicha kuvukania wala walianilie na mavitu ya suna kulekwa na mbondi ya silingi ingilima na 5 onawia ovoi kundi ya FIDA ye mwambana makundi mako kutetea akisia mwene ndi ni maweti ya kanani meutonga iko ikuwa ningi kotini kuliana na utuwa wakoti maiweta kana aki kwa mosi wa mwosu na ulawe siye kutiwa nidha yu mwaka muvitu ndina kwa atakana for the good work that they have done. So all glory and honor to God. We respect the judgment issued by the court. However, we are disappointed because our client never got a chance to testify as she passed on before the trial. And the main issue of consideration was the issue of consent surrounding the case. And so we are looking forward to receiving the full copy of the judgment for us to see any loophole that we could address in appeal, because we still are within the law to appeal within 14 days. Leo ni siku mbaya sana kwetu kama wakereketo wa watetezi wa haki za kibinadamu. Chembelecho wakili anaposema tuna respect ile judgment, lakini inatuuma sana. Manake kilifanyika, ndio mahakama imeshaamua, lakini sasa itakuwa mambo ni haya, familia inasikia namna gani? Sisi kama wakereketwa tunaumwa sana leo na ni uchungu, lakini tuta-appeal na tutarudi nyuma. Kwa hivyo bado havijaisha mpaka kieleweke. Musiumwe kauntini ya Mombasa ni wende na kwikumbirwa nikiyo itowakele tukuka miaka 18 na kala ake na mathina makwiwa kwa kwi muthenyani wa wachumwa Op Blessings na ulawi na kuwa miaka 18 wetwa kwithwa aiye wachumwa masani masaile cia wiyo kabinani kala waendete kuthowaliwa wiyo wala waaisie simu yake na kuthiki seseni cha polisi cha Sendro kukona livoti mwasi wake nwe kaila ala amekumuona mwitusu makuna livoti seseni cha polisi kila keva kupi. Kuna interest gani? Is missing. Na mtoto wangu nimemfundisha kitu moja, ukiwa mahali uko stranded una simu, tafuta simu ya mtu niongeleshe. Mimi I will do everything nikuje nikupate. Even before she had the condition ya kelele. So alipofanya vile juzi, to me that was a sign, but kutoka hapa hata kutochukua namba ya polisi na I don't know what happened. I don't know what happened. And if she's somewhere ananiona and she can't reach me, ajue tu, we prayed. Last night we prayed, and I know she's a prayerful person. She just prays to God. Amweke safe. We want the police to be serious on this matter. We want them to investigate
and ensure kwamba hope anaweza kupatikana, kwa sababu ni uchungu sana kwa mama huyu. Anamtafuta mtoto wake na anapelekwa, anazungushwa police station moja to another police station. Yeyote ambaye yuko na information yoyote, either kulingana na ile simu kupotea, ama aliyeweza kuhusika, ama at least either labda uende kaa alipata vitisho huyu msichana, ama aliweza kufuatiliwa na you are a family member wa safe, tuna appeal kwako, jitokeze tu uweze kusaidia kuweza kupatikana kwa huyu mtoto. Na series za wanawake especially maeneo ya Likoni, Kisauni na Kilifi, tumeona kwamba wasichana na watoto wadogo wamepoteza maisha. Kwa hiyo hichi si kisa cha kuchukulia mzaa, na pia ningetoa wito kwa polisi kuweka serious katika ile nyumba ambayo Hope alikwenda kuchaji simu yake, kwa sababu hiyo story ya add up. Na muvya mwana mwesesi wa Mutangoi TV nondu wa kusakuwa kwelo la vilingi wa mauvo nyene kuendea usiesia mwelu wa ilungulasi atalia ba Mutangoi TV ngwatanio ya mwakamba. Nita wabeti wa mwanya.